Siku zote kinachotuumiza kwa wale watu wetu wa karibu, wa jamaa zetu wa karibu, inaweza kuwa ndugu yako, inaweza kawa mpenzi wako, inaweza kawa rafiki yako wa kike au wa kiume. Huwa tunapata maumivu kwa yale tunayotarajia kutoka kwao kwa sisi vile tunavyovitoa kwao. Ina maana kwamba inaweza mfano mzuri nikautoa ni kwamba kwa na mpenzi wako unamjali, bi maana kumjali kwa kumhudumia kwa vile ambavyo anavyohitaji kwako, umsaidie kwa matumizi tofauti na wewe ukawa unatekeleza. Lakini inafika stage yeye anakuja kukufanyia vitu ambavyo kwako vikaja kukushusha. Labda ukawa unamuelekeza fanya hichi, unamwamrisha, labda unamwambia fanya hichi, yeye akawa anafanya tofauti na vile unavyomwambia. Au anaweza akakuchiti, au anaweza akawa na wewe lakini akawa na mtu mwingine, au anaweza akawa anakupuuza japokuwa wewe unamjali. Sasa unakuta wewe ile hali inakuumiza. Kwa nini huyu mtu mimi namfanyia hivi alafu yeye anijali, anipuuza, anidharau au kwamba ananichiti hivyo? Sasa ile hali ya maumivu ambayo unaipata, huipati kwa sababu yeye anakupuuza au kwamba hakujali. Unapata hali ya maumivu kwa sababu ya matarajio wewe ulikuwa nayo kwa kile, kwa ile thamani wewe ambayo unayompa. Unatarajia kwamba thamani unayompa kwa vile kwa kumjali kwako, na wewe akupe thamani ile ambayo unastahili kwa ile thamani wewe ambayo unaitoa kwake. Lakini wewe hiyo thamani hairejeshi kama unavyotarajia. Kwa kinachokuumiza kile ambacho unachokitoa na yale matarajio uliokuwa nayo kwa vile jinsi unavyomsamini. Na sio mpenzi tu, hata inaweza kuwa kwa rafiki yako, hata pia kwa ndugu. Unaweza kuwa ndugu unamsaidia, lakini ukategemea wewe ukaja kwanza na matatizo akusaidie na yeye, lakini unakuta yeye hakusaidii. Au rafiki yako unampa kampani kwenye 1, 2, 3 kwenye changamoto zake, kwenye pale anapohitaji msaada na kuomba msaada, unampa msaada, lakini unakuta yeye wewe uko na changamoto au ukihitaji msaada wake, unakuta hakupi msaada kama wewe jinsi unavyojitoa kwake. Kwa unakuta unapata hali ya maumivu. Kwa ile hali ya maumivu unaipata sio kwa sababu ya yeye, ni kwa sababu ya yale matarajio ambayo wewe unayotarajia kwake. Umeona kwamba namsaidia hivi, basi na yeye anategemea, natarajia kuna siku atakuja kunisaidia, atakuja kunipa thamani ambayo mimi nampa. Mwisho siku unakuwa hiyo thamani hawezi kukupa. Sasa ili kuepukana na haya maumivu, nini unatakiwa ufanye? Nini unapaswa ufanye? Ni kutokutarajia mazuri kwa yale unayotoa kwa mtu wa aina yote, iwe rafiki yako, iwe mpenzi wako, iwe ndugu yako. Kama unatoa basi toa, na usitarajie kwamba natoa kuna siku na mimi nitakuja kupewa thamani ambayo naitoa. Usiweke hayo matarajio, kwa sababu ukiweka hayo matarajio kuna siku matarajio yatakuja kukuumiza kwenye nafsi yako, katika moyo wako, kwenye maisha yako, ukajikosesha raha na amani kwenye maisha yako. Kitu kingine pia ambacho unapaswa ukijue, sisi binadamu unapokuwa tunaishi watu wawili, umeelewa? Kuna nguvu ambayo tunakuwa tunaitengeneza baina mimi na mwenzangu, inaweza kuwa ndugu yangu, rafiki yangu au pia mpenzi wangu. Kuna ile nguvu ya ukaribu wetu, ushawishi tuliokuwa nao baina wewe na huyo rafiki yako, kwa jinsi unavyoshare mambo yenu, jinsi unavyoshare mawazo yenu, zile movement zote zile mnazifanya wawili. Kwa hiyo mnatengeneza nguvu pale ya kusikilizana, mnatengeneza pale nguvu kwamba nikimwambia mwenzangu jambo hawezi akafanyaje, hawezi akapinga kwa sababu mimi ni mtu fulani wake. Lakini hii ni kueleweshe vizuri, usiweke sana akilini mwako, ufahamu kitu kimoja, na isije kukustajabisha siku ikatokea ukamwambia mwenzako, huyo rafiki yako ambaye ni rafiki yako, ndugu yako au mpenzi wako kitu fulani, alafu ukamwambia bwana fanya jambo fulani, alafu akashindwa kufanya ile jambo au akashindwa kulitekeleza jinsi wewe unavyotaka, ukabaki kujiuliza kwa nini hajafanya, afu mimi ni mtu fulani kwake, umeelewa? Ikaja kukupa mawazo, ikakuumiza, ikakupa stress. Inabidi usiwe na hiyo stress. Kitu unachopaswa kujua ni kwamba sisi binadamu, nyinyi katika wawili mnavyoishi, japokuwa mna ushawishi na nguvu ya pamoja, kwamba wewe una nguvu kwa mwenzako kumwambia jambo aweza kupinga, na yeye fulani kumwambia jambo mwenzako pia aweza kupinga, lakini jua yeye pia ni binadamu. Sisi kuna ubinadamu, maana sisi binadamu kuna matakwa yetu, kuna matakwa yetu, kuna ile ubinafsi wetu. Ina maana kwamba na mtu anaweza akaishi ndani ya haiba yake jinsi alivyo, yani yeye jinsi alivyo binadamu kama binadamu. Kwa unaweza kumwambia jambo akalipinga au akalipuuza, jua yeye yupo ndani ya ubinadamu wake katika uhalisia wake. Kwa hiyo sasa usimlaumu au usiumie kujiumiza kichwa
Kwa nini? Kwa sababu ni kaishi ndani ya uhalisia wake. Kwa inabidi uheshimu ubinafsi wa mtu wa ubinadamu. Haina maana kwamba ukaribu wenu, ushawishi wenu uliokuwa nao baina nyinyi na nyinyi ikamuondoa yeye katika uhalisia wake aliyokuepo, sababu yeye ana mamlaka yake yeye mwenyewe binafsi kwamba hiki ni sahihi, hiki si sahihi, au inabidi nifanye hichi, inabidi nifanye hivi. Haina maana kwamba atakuwa ni mtu wa kukusikiza wewe kwa kila kitu unachoweza kumwambia, kwa sababu binadamu anapokuwa mtoto pale anakuwa anaishi katika matakwa ya mzazi jinsi anavyotaka. Mzazi anamlea mwanae jinsi vile anavyotaka, na mtoto ataishi kutokana na matakwa ya mzazi kwa sababu ipo chini ya mzazi. Hawezi akajiongoza yeye mwenyewe. Kwa pia hata maisha yake atakuja kuyaendesha kutokana na malezi ya mzazi jinsi alivyomlea. Lakini akija kujigundua, kujitambua yeye katika uhalisia wake, yeye ni nani au yeye anapaswa kuwa nani, anaweza kaachana na yale malezi au mafundisho aliyopata udogoni wake kwa mzazi wake, akaja katika uhalisia wake wa nini, wa binadamu, katika uhalisia wake wa yeye mwenyewe binafsi yake wa ubinadamu. Kwa hiyo iko kitu pia unatakiwa ukijue. Kwa hiyo hivyo vitu unapaswa vijue ili ujiepusha na maumivu kwenye maisha yako au stress ambazo hazina sababu yoyote. Kama ikuja kukutokea au kama upo katika hii situation, inabidi hiyo kitu kielewe, uondokane na maumivu yanayotokana na hizo sababu.